Alafu wao wanatukana pale wanafuta kujika moyo. Kama kuna mtu wa kujikani moyo na kutukana ni Pastor Kanyari. Mimi hata wale na kurudiana ni nini? Naonaga sasa watu watazamaji washirika wangu, lakini mimi sisikani. Mimi hata uniite jina gani? Hata sisikii. Sikulisikia Mike Sonko alinitukana sana. Alinitukana. Nikamwambia Sonko wewe nirudishie pesa yangu. Wacha kunitukana, nirudishie pesa yangu. Nilikuwa nasikia hata mimi nimuite shoka yake. Mimi sana sasa watu wananichukua na mimi pasa. Sema amen. Hata wewe si ndio tusi hapa mimi. Nina matusi. Hata mimi nina matusi. Sisi sijiwahi kutukana. No, kwani mimi naishi nitakana. Lakini sasa hii title nilipatiwa ya pastor inalilini. Sema amen. Ikiwa nakuanga hivi na mimi ni pastor na kama singekuwa pastor. Sema amen. Sasa ninabidi kitu kidogo tunasema hii acha ni limit kidogo kwa sababu mimi ni prophet. Now tukatukana na Sonko sana. Tulitukana almost 2 hours na the former governor. Na sidhani naweza kuongea uongo kwa mtu mkubwa kama huyo. Angekuwa amenitumia polisi. Sema amen. Kama ningekuwa nasema uongo sikupatia 10 million. Ningekuwa polisi leo. Lakini sijaenda polisi mpaka leo. Sasa ukanimachi unaweza sema ni uongo ama ni kweli. Sema amen. Now hiyo sio siku yangu ya kuongea hiyo maneno. That's good. Watu wa TikTok Mungu awabariki. Kanisa hili tumekuwa naye for many years. Mungu ametubariki. Kanisa letu tulikuwa hiki kiwanja. Hiki kiwanja tulikuwa ni maana kuna maendeleo kidogo tumeanza kufanya. Hiki kiwanja we bought this land. Tuliuziwa na familia ya Kelema 1 acre. Kutoka huko mpaka huko mwisho. Kwa ile manyumba iko huko chini. Ambayo walikuwa wanatuuzia 100 milioni 100. Sema amen. Mpaka pande hii ya nyuma. So tutatengeneza vizuri. Ukija hapa every day utakuta ni kurembo, ni kuzuri, kumetengenezwa na utaona kanisa leo. Hakukuwa kwetu tulikuwa tumerisi. Ndio maana hatukuwa tunataka kufanya maendeleo sana. So God bless you. Nataka kuwapatia neno mchana wa leo. Na Mungu awabariki kila mtu ambaye amekuja. Wale watu wamekuja leo wageni waliona kwa TV. Inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Inua watu wa TV. Mko wengi sana mpaka wahubiri. Asante. Thank you. Watu wa TikTok inua mkono juu. Watu wa TikTok wale waliona kwa TikTok inua kabisa mkono juu. Thank you. God bless you. Thank you. Asante. Mimi ndio Kanyari mwenye mnaniona hapo kwa TikTok nikiwa hapa na kuanga serious. Lakini ikiwa kwa TikTok kwa serious sana na kuanga joker. Sasa na joke. Amen. Sababu majenzi wanataka kusikia joke na wao. Wananiambia tucheze game, tunacheza na wao game. Na tunasema leo Kanyari akomboka. Shwari. Gift ya TikTok hata ikiwa pesa mingi ni 30,000 ama 20,000. Isipokuwa nilitumiwa na anaitwa Gigi the Dollar. Gigi the Dollar ndiye alinitumia juice Lion ambayo ni 50,000. Na simjui. Jana ndio nilikuwa naangalia nikaona ni mwimbaji. Na hajaokoka. Alitumia 50,000. Sasa ulikuwa unataka hiyo 50 kwa sababu niliokoka shule. Kataa maana hiyo 50 ikipatiwa ndio nakuja kubariki naye watu hapa kanisa. So sometimes ninacheza game tunasema tap. Tap roses. Nilishafundishwa na kina Cindy. Kina Cindy na nani anaitwa nani? Na ule mwingine. Kale kijana kale anaitwa nani? Tizia. And they are very humble. By the way, hawa watu wa TikTok ni very humble. Mimi nilikuwa nafikiri watu wabaya, lakini nimekuja kuona ni watu wanyenyekevu, very good people ambao you can work with. Watu unaweza fanya kazi na wao. Isipokuwa ni vile wanapenda comedy. Unajua saa zingine wanataka anajua kitukana Kanyari anapata jina. Kuna mmoja alitukana nikamwambia leo nakutumia polisi. Karibia siku ananiambia basi hakuna haja ya polisi. Unajua hapa tusipofanya hivyo hatutapata viewers.
Yeye anakwenda na viewers wengi andika hapo kwa TikTok. Semeni amen. So ukijiona kwa TikTok unaleta wasimu, msisuke. Wakati siku wasimu nilizaidika na nini? Siwache nitoe wasimu za hiyo ile kanta zaidika. Sema yona. Wakati siku wasimu zaidika. Amen. Sasa hivi mwache tuitoe wasimu kidogo nione bila kutakua. Na Mungu awabariki. Anyway, tuachane na hiyo. Now let's go to the message of today. Na message ya siku ya leo inasema the blessing of an intercessor. Yaani baraka ya muombaji. Baraka ya mtu ambaye anaomba. An intercessor is a seed. Na harvest yake inakujaga very soon. A blessing of an intercessor. Mtu ambaye ni muombaji. Kama singekuwa muombaji, singeweza kuretain kuwa pastor kwa hii miaka yote 25 years. Maana nimehubiri for 25 years. Na hakuna mhubiri Kenya amepigwa kuniliko. Hakuna mhubiri ameongelewa vibaya kuniliko for the last 25 years. Nilikuwa naambia Chokorawa Nairobi, nikamwambia mimi hata sitembeani. Watu wanaongea mambo ya kanyari, lakini mimi ni yeye ndiye hapa ananipeleka na kuniambia twende shukuru na mgonjwa kama mimi I don't. Mimi natoka kanisani kwa nyumba, kanisani kwa nyumba. Hata hiyo hoteli kubwa, ni ngumu sana usikie nimepigwa picha nikiwa kwa hoteli. Niko na kazi nyingi sana za kufanya kwangu kuliko kutembea kwa barabara. Sema amen. Maofisi yangu yote iko kwa nyumba. So sionani mahali mwingine naweza shinda isipokuwa kwa nyumba. Na blessing of an intercessor, wakati ambapo mtu anakuwa intercessor, anakuwa muombaji, hauwezi kuona ile maombi ikifanya kazi. Ni kama vile ambavyo ukiweka maziwa igande, hauwezi kuona maziwa ikiganda, lakini one day ama dakika chache baadaye ile maziwa itaganda na utakula nayo ganda. Hauwezi kuona mtoto akikua, lakini kuna siku mtoto atakuwa na utamtuma sokoni. Sasa wakati unainua mikono yako unaomba, sometimes mtu huona kama ni ujinga anafanya, lakini maombi ya leo ni baraka ya kesho. Maombi ya leo ni baraka ya kesho. The prayer of today is a blessing of tomorrow. Sema amen. The prayer of today. Kanisa yetu lilibomolewa huko, nilikuwa nimenunua 3 acres, ikabomolewa. Hiyo biashara tukasahau, tukakuja hapa, Mungu ametusaidia tumenunua. Sasa hapo tutatengeneza kanisa nzuri. Wakenya walitukataa tupeleke TV Tanzania. Tanzania walikataa tupeleke Kongo. Wakongomani watakuja hapa kuombewa. Sema amen. Yesu akasema mkikataliwa tauni hii, hamieni hii nyingine na hamtazunguka tauni zote nikiwa sijarudi. Usivunjike moyo kwa ajili ya yule alikuacha. Usivunjike moyo kwa ajili ya huyo boyfriend alikuacha. Wacha aende akikauka. Aende akifanya nini? Akikauka. Wacha aende akikauka. Watu wasivunjike moyo kwa sababu umeachwa. No, kuachwa ni normal. Hata mimi nilikuwa na bibi na nikawachwa. Na niko na ninapumua. Sema amen. Sasa walizunguka wakazunguka, sasa wananitafutana, wananipigia simu, leo nipigia mtoto school fees, anafanya kitu fulani. Kumbe walikuwa warudi. Semeni amen. Simama na miguu yako. Kuna wimbo unasemanga hebu mbele. Ile ibada tunafanya 1 2 3. Jionyeshe mbele ya watu. Hebu jitokeze, jionyeshe. Simama mbele ya watu. Anza kupiga meno mswaki. Anza kuoga vizuri, osha meno. Vaa vizuri. Tokea kwa barabara. Hata kama walikukataa, wengine watakukubali. Sema amen. Hata kama wamekukataa, wengine watakukubali. Wengine watakuja kwako.
shall be your eyes. Hivyo ndio mnasema. Na wewe jifurahie, semeni ibe. Hata tembea kwa barabara ujifurahie na ukibounce. Ukisikia kutembea bila viatu wewe tembea tu. Ukisikia kutembea umeboeka, tembea hivyo tu. Lakini Mungu anakuja. Mungu anakuja. Mungu anakuja kukupatia. Mungu anakuja kufungua milango. Sisikii mtu akipiga vigelegele. Milango yako inafunguka. Vile niko leo sio vile nilikuwa jana. Sasa watu wanashinda wakiongea mambo ya veritable. Mimi hata nilisahau veritable. Sasa siku nilikuwa naisha veritable nilikuwa 20 years. Sasa niko 45 years. Nimeshazeeka. Hata mtoto wangu hakukuta veritable. Mtoto wangu first born hakukuta veritable. Nikusikia nasikiana. Hello Sky. Baba wa veritable. Baba wa veritable. Watu wasikuchaji na jana. You continue. You continue. Watu wasikuchaji na jana. Sasa kama ulikuwa gay, so what? Umebadilika. Kama ulikuwa malaya, so what? Umebadilika. Yule atakununua akununue, na kama akununui akwende kingine atakuja. Unajua watu wanasema eti pastor anaingia TikTok anaongea na kinachokuu sijui kina homosexual. Mnataka niongee na nani? Kuongea tu. Kwani kuongea tumelala pamoja? Si watu waongea. Sasa na katika kuongea hiyo ndio itawabadilisha. Na I cannot force them to change. Lakini Mungu anaweza kuwagusa wabadilike. An intercessor of today. Muombaji wa leo. Maombi ya leo ni mbegu. Ukipanda mbegu leo, punguza sauti kidogo. Ukipanda mbegu leo, haimei leo. Wakati uko hapa inua mikono yako straight. Muombe Mungu. Nilikuwa nimeenda kanisa la Winners Chapel. Wakati wa maombi nikasema time for prayers. Mzee alikuwa pale mbele akatoa koti nikastuka. Akakunja shati. Nikafikiri wengine wanataka kunipiga, wanajua maskando yangu. Kumbe kule wamefundishwa jinsi ya kujiandaa kupigana na mapepo wakati wa maombi. Mtu anaomba akisema in the name of Jesus. Anafanya hivi akiomba. Hapa unaona mtu anakula hivi anakaa na hii akiomba. Na anakula bigijida hapo alafu anatoboa kashimo poa. Wengine wanamwambia zunguka, ukiomba anazunguka, akiomba italewa fulani ni kuomba anaomba, kumbe ni chafu, ni mkono wa roho. Anafika pale anasoma ile kibao salvation hii ni ministry lipa na M-Pesa. Business number 529914. ACC man hajui account ACC 720 asante. Yaani ambayo unasema huyo ndiye anaomba sana. Ni mkora, hakuna maombi anaomba. Watu wakuwe serious. Siku moja kuna pastor alikuwa anahubiri, lakini wale mapasta wanakuwa na ndevu kama hao. Unajua kuna mapasta wanakuwa na ndevu zimefika huko. Sasa pastor alikuwa in the name of Jesus. And the Bible said, wale wanaongea Kizungu. Wewe unahubiri wanaongea Kizungu, my friend. Mimi aishi ningekuwa Kizungu, hata mimi ningekuwa naongea Kizungu. Sasa mimi ni wa form 2 Kizungu nilipiga Kiswahili. Hata nikiongea hapa naongea broken. Utanilemea. Labda niseme yes there, yes here. Huyo pastor alikuwa anahubiri the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, mama mmoja analia. Pastor akiongea sio ndio. Sasa pastor alimuita akamwambia, mama, ninaamini neno langu limekuguza sana. Maana kutoka nianza kuhubiri, kila nikiongea mama unalia. Akamwambia, pastor, sio neno yako imenigusa. Nilikuwa na mbuzi, ilikuwa na ndevu kama hizi. Na nilikuwa naipenda sana. Na baadaye hiyo mbuzi
wanasema nakumbuka Kanyari. Boyfriend yangu alikuwa na tubu kama hii ya Kanyari. The prayer of today is a seed of tomorrow. So lazima uombe. Hauombi kwa sababu unasimamiwa, unaomba ukiwa serious. Kama sio maombi, mimi singefika mahali nimefika. Mimi ningeisha kitambo. Ningeisha, ningekufa. Wale wahubiri tulikuwa na wao waliishana. Most of the preachers they are no longer there. Na hata wale hawajapigwa, hawajafika ile level tumefika. Na hawajapigwa na mtu. Kuna wahubiri hata shetani hajawahi waonea. Tunaambia shetani Pastor Kimogo kwa nini anapata shida? Shetani anakuuliza Kimogo ni nani? Jua tayari na juu. Sema hivi. Lakini sisi tumepitia katika moto. Tumepigwa hii Kenya. Tumeongelewa vibaya. Tumeitwa makonma. Tumeitwa wezi. Tumeitwa false prophets. Lakini still tuko. Wewe utastahili. Kila shida itakuja kwako, utatokea kwa ushindi. Kila matatizo itakuja kwako, utatokea kwa ushindi. Hata wakuita malaya, wewe utaolewa na mtu mzuri katika jina la Yesu. Hata wakuita maskini, wewe utaendesha ile gari nzuri katika jina la Yesu. Hata wakuita haujui kuongea, wewe utakuwa rais wao katika jina la Yesu. Kama unaamini, piga duru kuliko jirani yako, piga makofi mazuri. Sema amen. I receive my miracle today. I receive my miracle today. I will never go alone. I will never go. Oh, I'll never go alone. Empty-handed. I receive my miracle today. Lazima uombe. Oh, shakala bakatula basaya. Hata kama ujui unasema nini, wewe unasema tu. Oh, thank you Jesus. Baba, ninatabiri nikitoa kwa hii madhabahu, Mungu utanipatia biashara, utanipatia kazi, utaniinua Jehova. Nimekataa roho ya umaskini, nimekataa roho ya kung'ang'ana. Wewe mwenyewe unafungua mdomo wako. Biblia inasema walimshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao. Anza kushuhudia kuanzia leo. Mimi sio mkia, mimi ni kichwa. I will go far in Jesus. Usikiri kuna mtu anakuhurumia Kenya. The only person anaweza kuhurumia hii Kenya ni mama yako mwenye alikuzaa. Hii dunia haina huruma. There is no mercy in this world. This is a wicked world. Kila mtu unakutana na yeye anapanga vile atakukona, vile atakukula, si akusaidie. Kila mtu anatafuta faida yake mwenyewe. Ndio kile hapo msalimie hapo mabiki ndio anatafuta faida yake mwenyewe. Ujana mwanaume kwa barabara anafikiria vile atalala na wewe. Na wewe pia unafikiria vile utampora. Yaani ni two-way traffic. Mtu akija kanisani mwingine anakuja mpaka ananyenyekea, "Oh, pastor wetu nimesema sitawahi hama hii kanisa." Akipata kile alikuwa anakujia. Unamuona tena Mombasa kwa nani mafueni kwa nani? Mombasa ya zeki na leo kwa nini usiwaachie? Ndio kwa waachie sisi leo ulikuwa kama hiyo wacha kwa mengi. Hapo kwingine. Kila mtu anatafuta faida yake. But let me tell you, how can we have a win-win situation? How can we have a win-win situation? Je, ninawezaje faulu na wewe ufaulu? Ni wakati ambapo utatatua shida yako yangu na mimi nitatue shida yako. Listen to me. Kila kazi ambayo unafanya, kuna mtu anatafuta mwenye hiyo kazi. Kuna mtu anatafuta kinyozi. Kinyozi naye anatafuta daktari. Daktari naye anatafuta mtu wa kumtengenezea mifereji ya nyumba. Mtu wa mifereji naye anatafuta mtu, anatafuta bibi. Bibi naye anatafuta bwana. Yaani hauko mbali na muujiza wako. Ni vile hauko katika laini ya muujiza wako. Sema amen. Hauko katika laini ya muujiza wako. Unawezaje? Na unawezaje tatua? Jana nilikuwa naambia my secretary, niko na secretary wangu babaya kwa Amerika, ambaye nimekaa naye miaka mingi sana. Mostly amenisaidia sana. Pastor Robi nilikuwa namjua. Yeye amenisaidia.
Mimi nilikuwa sina kitu, nilikuwa maskini. But when my secretary came to my life, nilikuwa nahubiri mahali nikiwa kwa barabara, akanipa idea tu. Sometimes unasema Kanyari ni mwerevu, lakini mimi sikuwa mwerevu. Ni mtu alinipatia idea, na hiyo idea ikanifanya vile niko leo. Unahitaji mtu atakupa idea. Siku moja nikakaa hivi nikajiuliza, nikaita wafanyikazi wangu wote, nikawaambia tunaweza fanyaje tuache kuitisha sadaka kanisani? Tumetoka kuitisha sadaka kanisani. Ukalisha watu hapa chini, fanya hivi, leta 2577 hapa. Watu watakutoa watoi. Wengine wanakuambia pastor, hata nilikuwa nimekuja kukopa, tutafanya nini tuache kuitisha pesa? Idea. May God give you people ambao wako na idea ya kukutajirisha katika jina la Yesu. Unaweza tajirika lakini umezungukwa na watu ambao hawana idea. Geukia jirani yako msalimia hata mwambie you need an idea. Mwambie you are beautiful. Mwambie you are handsome. Mwambie uko executive. Excellent. Wewe ni mtu wa hali ya juu lakini umekosa maripoti. Umekosa maripoti. Kisha hata maripoti hata sio lazima uvae suti kama Kanyari. Wewe uko sawa. You are okay. Uhitaji kabuti. No. Uhitaji kuvaa. Unajua na mapasta wengi wanaona wanavaa masuti kama mimi. Wanavaa ndio wadanganye watu. Ndio wakule watu pesa. Your pastor had hallelujah. Praise the Lord. Now you know the Bible is speaking. The Bible is speaking. Ni mkora. Maana akimaliza anakuuliza uko na 200 hapa. Lakini wakati Mungu amekubariki, hautahitajika. Utakuwa unavaa t-shirt iliyoandikwa Sengenge ni ng'ombe. Na unaanza kuhubiria watu. Mpaka watu wanasema haya. Amevaa t-shirt iliyoandikwa Sengenge ni ng'ombe. Ama umevaa t-shirt iliyoandikwa dawa ya minyoo. And you are preaching kwa sababu angalia vile anatumwa na Mungu na hata amevaa t-shirt ya dawa ya minyoo. Maana ndani yako unatembea na upako. Kuanzia leo utembee na upako katika jina la Yesu. Imagine nimehubiri mahubiri nzuri namna hiyo na kuna mtu hajapiga makofi. Walk with anointing. Tembea na upako. Tembea na upako. Wao watu wanatoa nyimbo zinasema wamnyonyeshe wamlambezi, wamlambezi wamnyonyeshe. Na hiyo nyimbo ina hit. Ina hit wamnyonyeshe na wamlambezi. Na wimbo ina hit. Wewe unaimba wimbo tena hata unaimba wimbo ya kutukuza Mungu. Twaja mbele zako tunanyenyekea, tunainuka. Kuna haja na hiyo. Basi mwingine ameimba manyaki, all sizes, manyaki. Hata watu wetu manyaki ni nini inaenda kama hot cake. Wewe yako umeimba mpaka unaoneshana umenyenyekea kwa wimbo, hata ulisema hata kuna msichana aliruka nguo ikapanda kidogo. Edit hiyo nguo irudi chini. Na watu wataki hata ikirudi chini. Mimi sijui Mungu anapendeana mtu. Mungu akisema ni wewe, ni wewe. Watu wapige ni wewe. Watu waruka juu ni wewe. Watu wapande chini ni wewe. Na ninamuomba Mungu siku ya leo aseme ni wewe katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, piga neno. Kulikuwa na pastor alikuja Kenya, alikuwa anaitwa Reinhard Bonke. Bonke alikuwa akihubiri anasema anahubiri kile anasema wakati anakumbuka Bonke kabla hajakufa. Alikuwa anahubiri kile anasema anahubiri kile anasema na alikuwa anachaza Uhuru Park. Watu walikuwa wanamuogopa sana. The next day alipotoka Kenya, kila mhubiri hata kina Kenothia, kina Omondi walikuwa na uhubiri wasikia mhubiri anasema anointing haikuwa kwa anointing ilikuwa juu ya Bonke. Sema
jioni ya leo, hata ikiwa asubuhi. Unasikia mhubiri anasema jioni ya leo. Sasa wasemaje jioni ya leo? Pastor Ezekiel wa Mombasa alipofuma, kila mhubiri alikuwa anavaa nguo za white na kabibilia. Maana waliona anavaa nguo za white. Wewe omba, acha sarakasi. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Nasema omba, omba, utafute uso wako. Haonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Nawe omba, utafute uso wako. Haonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Yelisema ni Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe. Kwa ajili yako na yako, kama omba, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Haleluya. Ndio maana mhubiri mwingine akaniambia, kwa nini usiwe Ezekiel? Nikamwambia hakuna Ezekiel wa Biblia. Mimi ni Kanyari, and I'm proud to be Kanyari. Mimi sasa kaulipe milioni ngapi nikuwe Ezekiel? Siwezi taka. I want Mungu anijue mimi Kanyari na nikae hivi. I want to stay like Kanyari. Wacha kutamani kuwa mtu mwingine. Baraka yako kuna mahali imeenda, na inajua sura yako na inajua mpaka vitole zako. Wewe unaendelea kufanya chenye unafanya. Watu wako wanakuja, marafiki zako wanakuja. My God. The blessing of an intercessor. Reta cha Job 42 verse 10. Ayubu 42 kuanzia 10. Washirika waache kucomplain kanisa haina washirika wengi. Washirika waombe. Watu waache kusema pastor wetu anafanya nini skani. Washirika waombe, intercessor waombe. Watu waache kucomplain kanisa yetu ni mbaya. Watu waombe kanisa yao. We have a lot to pray. Everybody pray for your neighbor. Hallelujah. Pray for your neighbor. Yes. Kuliko mkasirike juu ya kanisa, si muiombe. Sema amen. Kuliko mkasirike juu ya Kanyari mkaa TikTok, ulizeni Mungu, ni mapenzi yako akae TikTok kama ni wazimu imemtokea jamii. Mungu akikwambia ni mapenzi yake, niombe katika hiyo barabara. Sema amen. Pray. Amen. Inasema nini Biblia? Job 42 verse 10. Job 42 verse 10. Baada ya Ayubu kumwombea marafiki zake, Baada ya Ayubu kuombea marafiki zake, Bwana akafanikisha tena naye. Bwana akafanikisha tena naye. Akampa mara mbili. Akampa mara mbili. Kama yale aliyokuwa nayo hapo kabla. Akampa mali. Fikisha hapo. Akampa mali mara mbili. Alipoombea marafiki zake. Sometimes tunapitia katika shida ndio tuombee marafiki zetu. Unasikia unaumwa na tumbo. Shida sio wewe. Mungu anataka kuombea wale walio na shida kama hiyo. Sasa ile uko na maskini unapitia, Mungu anataka uombe kwa ajili ya watu ambao walikuwa na shida kama hiyo. Sema amen. Sio kwa hiyo watu wanakufia mpaka wakati my sister alikufa. When my sister passed away, ndio nilianza kuona wale watu wanasema wamekufiwa hapa. Kuna msichana amekuja asubuhi wa TikTok. Akaniambia amepoteza baba yake, amepoteza mtoto wake na meningitis na hata kaa ibada anakimbia nao. Nikafeel. Nikampa mpaka namba yangu private. Nikamwambia wewe enda, shida yoyote ikikutokea, hata nikamlipia fare. Na nikamwambia any problem ikikutokea, call my direct number. Why? Maana mimi wakati my sister alikufa, nilifeel pain. Mpaka leo hii my mother hajawahi recover. Nilifeel pain ya kupoteza my sister. Sometimes Mungu anataka tupitie shida fulani ili tuwe tunasimama na wale wako chini. Mungu anataka ulale njaa ili wakati atakupatia chakula mtu akuje akwambie nataka ugali, utasema jameni mkatieni maana hata mimi nishawahi lala njaa. Mungu anataka ukose viatu ili wakati utapata viatu mtu aje akuombe viatu
utamwambia jameni, mupeeni, maana hata mimi kuna siku nimetembea bila viatu. God wants us to have that heart, a giving heart, roho ya kupeana. Kuna siku nilikuwa napeana kwa hii kanisa sana, watu wanajua. Wale kwa sababu hapa napea mtu 50,000, 30,000, simama 20, 50, 100 hivyo. Nilikuwa nasema kwa hii kanisa napeana pesa the whole week. Nikapiga hesabu, secretary wangu akanipigia hesabu akaniambia, hii wiki peke yake umetumia 1.1 million kupea watu bure pesa. Na watu wote warudi kusema asante. Kaniambia pastor, hawa wanadamu hawana shukrani, wacha kupeana kuanzia leo. Hii pesa unaweka banka. Ile biashara nilikuwa nafanya na ilikuwa inanipatia millions of shillings ilisimama. Nilipouliza Mungu akaniambia, nilikuwa nakupea ndio upeane, lakini wakati ulikosa kupeana sikuona haja ya kukupatia tena. Mungu anakupatia pesa usaidie mama yako, usaidie ndugu zako, utoe sadaka kanisani, usaidie kakikosi fulani. Na siku ile utakosa kukasaidia hata kakikosi, utagundua pesa zako zimekatika. Kuanzia leo rudi katika kupeana. Start giving. Start giving. Leo kama umetoa 50 hapa, ingia kwa mfuko toa 2,000, wekee hapa kwa madhabahu. Ukitoka hapa toka na rafiki yako umrudie kuku kama ni kuku unakula. Wacha kusikia wivu. Peana. Biblia inasema kuna yeye atawanyaye naye anapata. You are blessed to be a blessing. That's what the Bible says. Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakubariki na wewe uwe. Nitakubariki na wewe uwe. Nitawabariki wale watakao kubariki na nitawalaani wale watakao kulaani. Sometimes naingiaga TikTok na peana 1,200. TikTok. Na sijui mtu. I don't know. Usema shida yako 10,000. Secretary mtumie uwe. Hata ni till number sinanga. Lakini naambia watu wengi maana sasa zinaogopa kuwatumia na namba yangu ya private, maana watanisumbua sana. Sasa nataka mtu atumiwe na till number. Ili ukitumiwa hakuna kupiga simu tena, tosheka na hiyo kupatia. Watu wale hapa mimi wanga na bariki na pesa na kutumiana pesa na till number. Nasema till iko ya kupea watu ya hakuna till haya. Ngojea till itoke. Maana utaenda na 10,000 na niambia pastor, unajua nilipatia kidogo. Ni vile uliongea sana, nilikuwa nataka kupeana ikiwa 40. Sema hiyo. Amen. Give us touch the heart of God. Give us never grow. Give us love your neighbor as you love yourself. You cannot preach to a hungry person. Hawezi kubilia mtu akona njaa. Mmetumana zile mauga watu wamlisahau. Sema amen. You cannot preach to a hungry person. Tualika mwalimu amekaa hapa, huyu mwalimu. Kuja mwalimu. Tulijuana na yeye akikuja hapa hata viatu hata nini hapa. Tumepeseka naye hapa. Huyu mzee anasema nilipatia advice. Kuja hapa. Alinipatia advice. Kuna siku nilikuwa nakasirika hapa napiga watu makofi. Huyu mzee na age yake kanambia pastor, mimi nataka tu pastor, na kuogopa lakini naomba nikupe advice. Nikamwambia sema. Kanambia pastor, unakuwa na hasira kubwa sana. Unaweza tu punguza haki ya hasira pastor chache. Watu wanakuja wanatoroka tu vile unapiga watu, unatukana watu. Pastor una roho nzuri ya kupeana lakini una hasira sana. Uliambia pastor by the way alikuwa anakasirika sana. That time alikuwa anatuambia tuache pale mbele. Watu wakienda ndio watusi watu pole vizuri. Unajua huwezi tusi watu kama wageni wako. Lakini tukiacha wale watu wa kanisa, siku hiyo nikaona karibu apili hata baby. Nikamwambia cool down at least with time. Na uzuri juu wa umri wangu aliniheshimu. Nikamwambia let's go pole pole. Hata roho haikujengwa siku moja. It was a continuous process mpaka ikajengeka.
By that time kanisa letu lilikuwa limeharibika by the way. Kulikuwa wezi wengi hapa, Kanyari akiongea watu pale, watu wakianguka simu zinaenda na majamaa. So there were so many things to advise pastor. What you can do, at least chukua watu ambao wanaelewa na watu ambao wanamcha Mungu. Tulikuwa tukiingia pale unangotewa hivi go. Sasa unashindwa hii baada ya usalimiwe vizuri, wapiwe karibu, unangotewa, unaona hapa hii si kanisa, ni kwamba unakalishwa kwa baba. So tukaendelea pole at least tukaimprove, tukaanza kuwatu hapa, tukawa tunapeana mawaidha every time, na tukachange. After this kind of dressing hatukuwa tuna dressing, huyu ndiye alitufunza, tukaambiwa we don't dress kama wanaenda kuchunga ng'ombe. Piga kiatu rangi, vaa kashati kako kazuri, vaa nini. Watu walikuwa wanakuja na magambuti, unakaa na mtu hapo unanuka kama ng'ombe, hata hawezi kaa. But at the moment I can see, at least watu wameng'ara, people are very clean. Hata ukikaa na mtu hapo, una shida, you feel comfortable. Na kushukuru kwa kuchukua mawaidha yako, and you changed. Kutuziwa, you should have that teachable spirit. Ikiwa wewe si mtu ambaye unaweza kuja, if prophet here can tell me something which is bad about me, I should be ready to rectify na uchange. Lakini ikiwa wewe ni kichwa ngumu, huwezi ambiwa. Hata sisi we are retired teachers, tulikuwa, that's why sometimes tulikuwa tunachukua kiboko na piga huyo mtu, japokuwa sijawahi kuza primary ndio wanapigwa. Secondary huwezi piga hao ni watu wakubwa. Huyo ni mtu unaweza mwambia na arekebishe. So Kanyari akikutusi today, don't take it serious. No, sometimes kujoke wanajoke. Mkikutana next time atakuwa hivyo. So let's give him time. I'm very happy that the church is rectifying and their glory. God bless you. Mwalimu alinipatia akaniambia pastor unapiga kelele sana pastor. Why don't you listen to that? Nikamwambia sawa. Nikaelewa watu. Maana nilikuwa nasimama hapa naitukana watu ng'ombe. Sasa unafanya kazi gani? Sina kazi. Wewe ni mjinga sana. Wewe unafanya kazi gani? Sina kazi. Una sadaka, wewe ni kondoo. Wewe sema hivi. Lakini nikaelewa teaching vile amesema is a process. Lazima ufundishe mtu and you take your time kufundisha mtu. Ndio maana mimi am a good listener kwa TikTok. Kama ningekuwa not a good listener, kuna mapastors hawawezi kuongea na watu vile naongea na wao katika TikTok. But I do that because nimelearn for 25 years. Understanding ya watu ni very different. Watu hawawezi elewa vile watu wote wanaelewa. Sema amen. Siku ya leo Mungu akubariki katika jina la Yesu. Katika kitabu cha James 5 verse 13 ninapomalizia tunaongea kuhusu mambo ya prayers. Kwa nini kanisa inaanguka? Why is your life going down? Kwa nini hauinuki katika mambo ambayo unafanya? Ni kwa sababu unakosa maombi. Hata ukiomba unaomba maombi ambayo hayako serious. You are not serious in prayer. That's why tunateremka chini na hatuendelee juu. James 5:13 kwa haraka secretary. Biblia inasema, je, mtu yeyote miongoni mwenu apatwa na taabu, basi inampasa aombe? Je, kuna yeyote mwenye furaha, basi naimbe nyimbo za kusifu? Je, kuna yeyote miongoni mwenu aliye mgonjwa? Mtu yeyote aliye na shida inampasa aombe. Rudia hiyo verse. Je, kuna yeyote miongoni mwenu mwenye furaha, basi naimbe nyimbo za kusifu? Je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu, basi inapaswa aombe. Yeah, aombe. Ni taabu gani uko nayo? Can you pray? Which difficult? Hakuna mtu anaweza kusaidia Kenya. Wacha niwaambie kitu moja. Even your own brother hawezi kusaidia. Usidanganye na mtu ati mtu anakusaidia fully usimame na miguu yako na uwe the same. No. Mimi wakati nilipigwa na scandal ya Zitele, nilikuwa na watu wengi. Kanisa yangu nilikuwa natoa sadaka hata ya 1 million Kenya shillings na sijaitisha sadaka.
Hakuna watu walisimama na Mungu, walitoroka watu wote. Nilikuwa naamka saa 6 usiku mpaka natema damu. Ni pressure. Unaangalia gazeti zote Kenya ni kanyari, mapicha yangu kila mahali. Mpaka natapika damu. Nobody was there for me. Even my own family wote waliondoka. Wakati Yesu alipatwa na taabu, mpaka washirika wake wote, wanafunzi wake wote walimwacha. Simama na miguu yako, kuwa muombaji. Mwambie Mungu, nisimamishe na miguu yangu. Maana najua hata hawa wananifuata. Maana ya mikate ambayo niko nayo. Mikate kisha hautawaona kwa maisha yako. Si kwa sababu wewe ni mrembo ndio maana unapigiwa simu. No. Si kwa sababu mimi Prophet Kanyari am so good. That's why mmejaa kwa kanisa you are listening to me. No. You see that you are here because Mungu amekwambia uje hapa. Kile kiko ndani yangu siku ile kitaondoka. Nitakuwa just an empty person. A dead person walking. Watu wanasema ndio Kanyari. Kai ndio kwa wajini tena. Kai. Hii na watu wanaishana. Oh, wewe. Amekonda. Kalia huko. Unaona kucheza na Mungu hivyo ndio watu wanakuwa nasema. Unaona kucheza na Mungu Kanyari anacheza na Mungu wewe. Ndio kwa walikufa anakufa. Mimi siwezi kubali kupea nafasi maadui zangu washerekee. Usipatie nafasi maadui zako washerekee. Usipatie nafasi your ex-boyfriend asherekee. Usipatie nafasi your ex-husband asherekee. Vaa vizuri, kula vizuri, enda shule na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Hallelujah. Sema amen. Genesis 18 verse 17 inasemaje? Basi Mwenyezi Mungu akawaza, je, nimfiche Abrahamu jambo ambalo nimepanga kumtenda? Je, nimfiche Ibrahimu mambo ambayo napanga kumtendea? Ibrahimu amenikasirisha. Nimfiche, nimwambie ama nimfiche? Kuna watu wamefichwa siri na Mungu. Mambo yanakutokea fani na hata hukuoneshwa kwa ndoto. Kumbuka Mungu anaongeana na watu kupitia ndoto na maono. Kwa hiyo chochote kinapangwa katika ulimwengu wa giza, Mungu anafaa kuwa amekwambia. Ndio maana mtu anapita kwa barabara unasikia mtu anasema kwamba na nilikuwa nimeonyesha hiyo kitu kitatokea. Wakati wamejikuta kwa kitu kama hiyo. Yaani bwana yako anaenda kukupiga kofi, unamwambia na nilikuwa nimeonyeshwa kuna siku utanipiga. Lakini ukapuuza. Hakuna kitu Mungu atakufanyia ikiwa hajaongea na wewe. My sister akija kufa, niliambia my mother. Nimeona my sister akikufa. Mama akaniambia nifikiria tu nafikiria ataoa na nini huyu msichana na mali anaenda. Mungu hataficha watumishi wake siri zake. God will not hide his face to you. Amen. Sema amen. Amen. Kama bwana yako anakuchiki, ulishaoneshwa kwa ndoto. Kama bwana yako ni mkora, ulishaona. Ni vile tu unapuuza. Unaona kama ulikula ukashiba sana, lakini chenye uliona that the reality and that the way it is. Wacha kushinda kufuata Kanyari niliambia pastor confirm unabii ni huo. Zoea hiyo hali. Hata huyo mwanaume kama hakupendi, ulishaoneshwa ni wewe unaangalia mkana yeye. Hata kama huyo boyfriend hakupendi, ulishaona. Mungu anakuoneshana na sign. Ajua huyu mkora. Tukitembea na wewe kidogo, unaniambia pastor, nipatie hiyo 2000, nipatie 1000. Naona hai, wewe na wewe. Kwani wewe ndio uko na tumbo peke yake? Nipe. Mungu akutengenezee barabara from today. Mimi kuna watu wanajificha kwao na wananitafuta usiku na mchana. Watu wakubwa sana. Na sichukua simu zangu. Maana nilishaonyeshwa na Mungu jinsi people hawa ni nyoka, wachana wao. Kuna mkubwa wa serikali ananitafuta sana, ni tajiri sana. Pastor Chris pia wangu wananiambia kila siku kwenda umuone, wewe mtu ni mkubwa. Kwa nini unamwambia mimi si wasimu Chris, nikwambia sitaki mambo ya mtu. Mimi sio wasimu, wachana yeye. Ananiambia hapana, namwambia wachana na mimi. I know my life.
Kuna msichana mwingine wa TikTok mrembo sana. Sitaki kutaja, alinipigia simu kama 100. Uko wapi? Niko hapa Hilton. Na mimi nilikuwa hapo Hilton opposite. Pia ananiambia wewe umuone, tukamwambia sionani wasichana kwa hoteli. Kanisa. Unajua hawa wasichana wa TikTok. Wanataka kutrend na mimi. Unaenda nikula watu wameshaingia live kwa TikTok. Here with daddy, I'm here with daddy. Ni hoteli gani hiyo? Na vile watu wana maswali mengi. Nasema pastor hapo alishaona. Wewe hapana. Wacha nisoee mimi kupigwa vile napigana, lakini isipigwe juu ya vita ya wanawake. Kuna siku mbaya ya kwa nilikuwa na mwanamke. Sema Jeremiah 29 verse 10. Inasema Mungu anakupitia katika shida ili akuaminie baraka zake. God is passing you through pain ili akuaminie baraka zake. Kama huna nyama kunywa supu, hiyo ni jirani ya nyama. Kama huna nyama kunywa supu, ni jirani ya nini? Hata ukitembea kwa barabara unasikia pocho, unasema ukisikia mbele ya watu usikimbie, ni wasisikie pocho. Tembea pole. Ukiniomba lift nikunyime, usikasirike. Jua ni mapito ninapitia na nitapita tu. Sema amen. Nitapita. yes. Nitakuwa sawa. Wakati kuna msichana analetea kondom hapa, anaitwa nani? Faith anakuja Sunday, alikuwa leo kwa dia anakuja. Analetea kondom hapa kwa barabara. Mimi nilimchukua kama mtoto. I didn't take it serious. Alinicheka naye na baadaye nikamkaribisha pale. Hapa tunapikana baada ya ibada watu wanakula nyama. Kuja kula, tukakula bila kupika sana. Mimi nilipoona kwa social media wamechukua ni kitu kubwa. Kila pastor anataka kunitukana. Wewe kanyari wewe, umecheza na madhabahu. Nashinda hawa makisirani wametoka wapi? Maumbo mwitu yametoka wapi? Wewe kanyari wewe kaja na suti ya leo. Wewe. Ndio, umetoka wapi hawa? Kanyari amekosea. Why are you finger pointing me? Nimekosea kwa sababu msichana ameleta kondom kanisani. Ameshaomba msamaha na maisha lazima iendelee. Hakuna mtu atawachwa kwa barabara. Hata mwenye amevunjika mguu awekwa kwa mgongo, tusonge tukisongana. Watu wataingia mbinguni, wengine wakiwa wamevunjika miguu, wengine wakiwa wamevunjika mikono, wengine wakiwa na magoti, lakini mradi watu waingie. Watu wapepane tuingie wote katika jina la Yesu. Beba hao malaya wote, beba hao waishi wote, beba hao wachafu wote. Yes, man of God. Hata na backslide. Mwambie tupagusa matope, wewe twende. Kwa nini ukae huko tusaidike na nini? Wewe twende, let's go. Let's go. Kwani mimi nimekosea mara ngapi hata mimi? Na Mungu ananisamehe. Sema amen. Watu wamebana twende. Amen. Sijakosa kusamehea msichana. Abebe twende. Wabebe tena. Wabebe. Jeremiah 29 verse 10. Hili ndilo asemalo Bwana. Hili ndilo asemalo Bwana. Miaka 70 itakapotimia. Miaka 70 itakapotimia. Kwa ajili ya Babeli. Kwa ajili ya Babeli. Nitakuja kwenu. Nitakuja kwenu. Na kutimiza ahadi yangu. Na kutimiza ahadi yangu. Na rehema. Na rehema. Ya kuwarudisha mahali hapa. Utarudi mahali ulikuwa. Hallelujah. Wakati utakapofika utarudi mahali ambapo ulikuwa. Amen. Wakati utakapofika Mungu atakurudisha katika baraka zake. Nasema you are coming back, my God. Unajua mimi siwezi fanya kitu nishukuru watu. Sasa hii nikitaka watu wasome kwa hii baada wasome mpaka huko kwa barabara. Najua tengeneza fanya kwa TV zao. Lakini age ambayo nimefika, I'm already old. Mimi sasa miaka yangu imesonga. Sionani kitu kinanishtua.
Unajua zamani ulikuwa unaona hii na kustua, unaona hii na kustua. Sasa mimi sisitukani. I just watch. Sema amen. So I don't do things for people just because I want people to see. I do things kama moyo wangu uko na amani. Hakuna haja niende nikakufa na njaa nifurahishe watu. Hallelujah. Yes, and now I do what I want. Kiingia TikTok na tukanana hapo naongea. Nasema mimi hata si sadaka nataka. Sasa nisipotukanana ndio sitaki kupewa sadaka. Pastor naona kila mtu anasema sawa pastor jamani. Wakati utakapofika nitawarejesha mahali niliwatoa. Oh, nitawarejesha. My God. Nitawarejesha. Leviticus 9 verse 6. Leviticus 9 verse 6. Hivi ndivyo utakavyofanya Musa. Hivi ndivyo utakavyofanya Musa. This is what you are going to do, Musa. My servant Musa. This is what you are going to do. Nataka watu wafungue mioyo yao. Chenye umekuwa ukitamani kupokea Mungu anakupatia. Just open your heart. Just love God. Sema amen. Amen. Usisituke na vile watu wanasema kuhusu. Wachana na watu. Wachana na watu. Kama mimi ningesikiza watu, kuna fikiri mimi sijui na tukanao juu kwa TikTok. Kwani siwezi toka? Naweza toka. Lakini napima naangalia nikiwa ndani ni faida gani napata na nikitoka ni faida gani nakosa toka. Nakosa. Naendelea kuokea. Jana akaunti zangu zote za TikTok ziliangushwa. Sasa niko na kengele ya kuna watu 3,000 peke yake. Habari leo nikasema tap and send line, tap and send line. Hallelujah. Pastor simama. Tembea na miguu yako ndio kusaidia, kuna pastor mwenzako atakusaidia. Ama pastor wako huko hata wakubwa watakutusi peke yake na kukuita una akili. Watu wasiona mtu eti kwa sababu hana pesa hana akili. Ni Mungu tu kukupendelea mbele ya wengine. Unajua matajiri wanaonaga maskini hawana nini? Hawana akili. Uko na akili. Biblia inasema namna gani? Leviticus 9 verse 6. Ndipo Musa akasema, hili ndilo Bwana aliwaagiza mfanye. Hili ndilo Bwana aliwaagiza mfanye. Ili utukufu wa Bwana upate kuonekana kwenu. Musa akamwambia Haruni, sikiza. Musa akawaambia wana wa Israeli, hivi ndivyo mnafaa kufanya ili utukufu wa Bwana upatikane miongoni mwenu. Kwa hivyo kwa Mungu kuna condition and blessing. Baraka za Mungu zina condition. Mungu akupatii bure. Kuna conditions, rules and regulations to follow. Sangilia jirani mwambie kuna conditions. The promise in the Bible and the conditions. Daktari anakuambia meza hii madawa na umeze saa 6 usiku. Unamwambia naweza meza saa 3, anakuambia saa 6. Baraka ya Mungu iko na condition. Hivi ndivyo unafaa ufanye. The blessing and the conditions. Katika Deuteronomy, utakaponitolea mimi Mungu, nitakufungulia milango na madirisha ya juu mbinguni na kuweka baraka juu ya maisha. Lakini huwezi patia Mungu leo na una expect kupanda saa hiyo. Hata ukipanda mbegu uvuni saa hiyo. A blessing and the conditions. Jana nilikuwa nimeenda airport. Jana tulienda. Sinelini Chris. Juzi. Kuna mizigo yangu ambayo nimeitisha kutoka Japan. Na ni jukwaa. Inatoshana na hii. Hiyo jukwaa nimenunua 15 million. Milioni 15. Sasa nilipofika huko nikakuta hao watu wakaniletea niko na deni yao ya milioni 6. Wananiongeza pesa zingine, wananiongeza. Nikaambia Chris, toka twende. Chris akaniambia sasa sijui naenda sawa. Nikamwambia watu wanakuchukuaje, nauliza nani wanichukue.
Mimi hela nikitoa nguo hapa nitoka kwa barabara nichukuliwe na nani? Wewe twende. Todhi. Nini nao kanyana. Mbona umesahau wewe twende. Acha kujifanya vizuri kwa Wahindi. Waambia Wahindi kama mizigo yako hamnipatii, mimi niwabariki naye. Maana mwezi niongeza milioni 3 wiki ya chini. Ati sijui shule imepanda imefanya na Mungu ameniambia na nichukua ya kuhubiria watu. Na instrument. Niliondokana katika mambo ya kusema watu watasema nini. This is about you and your God. It's about you and your God. Ukiinua mikono unainulia Mungu wako mikono. Kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Baba na kuinulia macho yangu na kuinulia Yesu na kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Lakini Biblia inasema hapa wahubiri walikama kuna jioni watu wafunge macho ili waache kuona watu wakipita pita. Ili wakati unaomba uconcentrate ujue ni mimi na Mungu wangu, me and my God. Pray, pray, pray. Pray. Shakalala. Pray. Hauombi juu yako, unaomba for your own good. Kesho utakuwa Dubai na Mungu atakumbuka maombi ya last week ambayo uliomba. Kesho utakuwa Ushago, Mungu atakumbuka maombi ya last year ambayo uliomba. Kwa hivyo result ya leo ama vile unaona mtu amefanikiwa leo ni maombi ya jana. Salimia jana kumwambia maombi ya jana yanafanya kazi. Kwa hivyo lazima uombe leo. Sema kwa sauti, sema nitaomba leo. Fanya hivi unafanya, fanya vile unafanya, nitaomba leo. Ndio nipate jawabu kesho. Nitaomba leo. Amelaaniwa anayemtegemea wanadamu. Leo kuna wageni wamekuja mpaka kwangu kwa ofisi. Mimi naamka nimelala kwa ofisi jana. Wamekuja na gari yangu mpaka kwa ofisi. Sijui kama wako au hawako. Nikawaona hapo kwa mlango, kaambia hai. Kanaambia pastor wewe tunatafuta, nikasema hai. Na mimi ndio naamka natoka usikizi. Kuambia semeni, sisi ni wa TikTok tumepotea. Tumeelekezwa kwa ofisi yako. Sijui kama wako walikuwa na kagari kadogo. Sijui kama wako walikuwa mkono. I don't know if they are. Kama walienda. Where? Hawa wawili wako hapo mbele mwisho. Oh, wale wawili, asante. Nikaona wamenisalimia hivi. Naambia tunakuja kwako. Nasema Jesus. Saa 12 ya asubuhi wamepotea barabara wa TikTok. Kuja back office. Tumtafuteni Mungu. Tumtafuteni Mungu. Maombi haiko mtu ameokoka ama hajaokoka. Anybody can pray. Anybody can do what? Pray. Sema I can pray. Kama kuna mtu ataomba, kuna Mungu akujibu. Sisikii sauti. Kama kuna mtu anafanya nini? Kama kuna mtu kuna Mungu akujibu. If someone pray, God listen. Alimwambia kwamba the promise of God and the conditions. Mungu anaekea mtu condition. Anakwambia kwamba
Deuteronomy 28 anakwambia utakaponitumikia kwa bidii, baraka hizi zote zitakuja kwako na kikuovertake. Wale watu wamekuja leo. Utakaponitumikia kwa bidii, mimi Mungu, baraka hizi zote zitakuja kwako na zikuovertake. Inasema 28 verse 1. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote anazokupa leo kwa bidii, Bwana Mungu atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Ukisikiza kwa bidii, utawekwa juu ya mataifa yote duniani. Baraka fikisha tu hapo. There is no need to share. Ukisikiza kwa bidii. So it's the time to listen. Listen. Hakuna mhubiri anayekana bidii kwa mambo yao kama Pastor Ezekiel. That one naweza mpiga. Mimi ana saa 6 usiku nilikuwa nimemorota na kuendaka bado wa kulima. Anasema ndugu yangu mtazamaji unanitazama akiwa amevaa nguo nyeupe. Mtazamaji mimi niko usikizi. Na nitarudi baadaye nianze kusema ati Pastor Ezekiel anatumia madawa ya uchawi, sio anatumia. Sasa si kwa nini mimi sioni hapo anahubiri na mimi ndani? Tuacheni kuonea watu. Tufanye kazi kwa bidii. Hata mapasta wakubali wafanye kazi hata kama ni kulima, kufagia. Pasta ukiingia hapa ni kuchafu, chukua fagio fagia. Hata kuona wewe ni mtu mkubwa, fagia, wewe ni mtu mdogo. Fagia. Mimi nikiingia hapa, sana nilikuwa nimeenda mahali tulikuwa na chokora. Mahali tuliingia, niliambia Mungu umenikumbusha 1942. Vile nyumba inakaa, curtains zinakaa, vile nyumba inakaa. Lakini singeenda pale nianze kujiinua kwa nyumba ya mtu, nianze kusema kuna kitu kingine special hapa. Nilienda niangalie ile kitu anakalia. Unakalia unasikia kai, nimekalia mkojo ya mtoto. Lakini nasema wacha niache kujiinua. Ninakaa. Wacha nikae tu nivumilie. Watu wajifunze to humble. Just calm down. Sema amen. Mungu kama macho kufagia osha. Nini Mungu atakubariki tu. Atakuinua when the right time comes. Sema amen. Pastor Dominic alikuwa hapa the whole week. Ndiye amesimamia zile vioo zikaekwa zote. Kuna plot hapa nyuma inajengwa, yeye anasimamia hiyo fence yote ilikuwa inaekwa, tujenge ofisi hapo nyuma, kuna mlango utakuwa hapo. Anajengesha na hii wiki yote nimemwambia kuanzia kesho pia aendelee. Akimaliza wiki hiyo nyingine achukue lori na wasichana nitakuwa na walipia hiyo gharama wazunguke kila katao wakihubiri Yesu Kristo. Sema amen. Na Pastor Dominic anajua tumekaa na yeye for 10-15 years. Anajua sheria zangu na anajua namwambia mimi sipendi kitu fulani. Anajua. Leviticus 9:6. Ukisikiza sheria za Mungu nitakuweka juu ya mataifa. Deuteronomy 28:1. It will come and pass. Baraka zitakuja na zikuovertake. Deuteronomy 28:1. Wakati utasikiza sheria zake na mzifuate. Joshua 1:8. Na neno hili lisiwahi toka kwa kifua yako. Joshua 1:8. Usiache kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako. Usiache kitabu hiki cha Torati kitoke kifuani mwako. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Bali yatafakari mchana na usiku. Ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila jambo sawa sawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Usiache sheria. Don't abandon the rules. Chai kutoka hapo uende town ukojoe kwa barabara. Kaachunga kukamata hata kama wewe ni pastor. Ambia tumekushika. Ulikuwa unakojoa hapana na hii kashimo ni kanani. Hii kashimo umetengeneza na asili ni kanani. Hata ukijaribu kuongea na Masai, shakara baba kujaenda na shakara zako. Kwa sababu umevunja sheria. Pia kuna watu wa kanisani na wamevunja sheria za Mungu. They have broken the rules of God. Wana vita na Mungu. Ni washirika ndio, but wako na vita na Mungu wao. Kuanzia leo tunaweza
Uliza jirani yako, uko na vita na Mungu wewe? Sema amen. Uliza jirani yako, uko na vita na Mungu? Nani uko na vita na Mungu hapa? Unaangalia mambo yako